Najua huna nafasi ya kuisikia sauti hii, lakini utaendelea kuishi kwenye mioyo ya Watanzania walio wengi. Watalikumbuka jina lako, Jenista Joakim Mhagama, uliyefanikiwa kuhudumu katika wizara mbalimbali, sio tu kuwatetea wanaperamiho wala wanaruvuma, bali kuwatetea Watanzania walio wengi. Ilikuwa mwaka 1967 Juni 23 ambapo tumbo la mama yako liliweza kukuleta duniani ili Mungu aweze kutimiza kusudi lake. Tunazaliwa mara moja, tunaishi mara moja, kisha tunatoweka. Jenista Joakim Mhagama alifanikiwa kusoma masomo yake ya shule ya msingi katika mkoa wa Ruvuma na kufanikiwa kusoma masomo yake ya sekondari hapo hapo Ruvuma. Na baadaye ilipofika mwaka 1989 alifanikiwa kujiunga na chuo cha Korogwe Teachers Training ambako alipata mafunzo ya ualimu na kufanikiwa kuwa mwalimu. Kazi yake ya ualimu alianza mwaka 1991 hadi mwaka 1997 akitumikia kazi ya ualimu kwa muda wa miaka 6. Jenista Mhagama alikuwa ni mwanachama mtiifu wa Chama cha Mapinduzi akijiunga mwaka 1987 wakati yupo chuo cha Korogwe Teachers Training. Na wakati huo alifanikiwa kushika nyadhifa mbalimbali za kukitumikia chama kwa ngazi za vijana pamoja na wanawake. Baada ya kufanya vizuri katika uongozi wa ngazi ya vijana pamoja na wanawake, ilipofika mwaka 2000 aliweza kuteuliwa kuwa mbunge wa viti maalum kwa wanawake. Nafasi hiyo ya ubunge wa viti maalum kwa wanawake aliitumikia kwa muda wa miaka 5 kuanzia mwaka 2000 mpaka 2005. Na baadaye mwaka 2005 aliamua kuingia ulingoni na kuanza kupambana kulitafuta jimbo la Peramiho ili aweze kuwa mbunge wa kuchaguliwa na wananchi wa Peramiho. Alifanikiwa mwaka 2005 na kumshinda mpinzani wake aliyekuwa ni mgombea kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na Jenista Mhagama akawa ndiye mbunge wa jimbo la Peramiho. Ilipofika mwaka 2014 Januari, aliteuliwa kuwa naibu waziri wa elimu, mafunzo ya ufundi mpaka mwaka 2015. Baada ya kufanya vizuri kwenye wizara hiyo, ndipo ilipofika mwaka 2015 hadi 2022 Januari, aliweza kuteuliwa na kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu. Ilipofika mwaka 2022 hadi 2024, waziri Jenista Mhagama aliweza kuteuliwa kuwa waziri wa ofisi ya Rais, utawala bora na huduma za umma. Na ilipofika mwaka 2024 aliweza kuteuliwa kuwa waziri wa afya Tanzania mpaka mwaka 2025 kabla uteuzi wake kutenguliwa na kubadilishwa. Baadaye Jenista Mhagama aliendelea kuhudumu kama mbunge wa kawaida mpaka umauti ulipomfika siku ya leo. Hakika tutaishi mema yote aliyotenda akiwa hai duniani, na mpaka hapo tutakapokutana milele. Roho yake ilale mahali pema peponi. Amina.